Ya, karibuni sana. Nimekaa sana kabla tuongee. Najua ya kwamba tuko katika Easter. Najua watu wengi wako holiday. Lakini ni vizuri tujiulize hata tukienda hii holiday. Tujiulize hii Pasaka, hii Easter inatufunza nini? Ni mambo gani tunafaa tujifunze? Najua watu wengi haswa wale wameajiriwa. Wanafurahi sana because holiday imekuwa kubwa sana. Kuanzia Friday all the way to Monday. Lakini kuna mambo tunafaa tujue ya kwamba tunapokumbuka hii siku inakuwa ni ukumbusho wa yale mambo Yesu alipitia. Na kwa hivyo wakati wowote ule tunakumbuka yale mambo Yesu alipitia, tunafaa basi tujifunze, tujiulize kwa nini Yesu akapitia haya? Maana Yesu hakupitia haya bila sababu. Ukiangalia maandiko inasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumekuja mambo nyingi ya kupotosha watu, lakini ningetaka tujue jambo moja, ya kwamba Yesu alikuja ili aweze kumkomboa mwanadamu. Na Mungu akamtoa mwanawe, akatoa alichokuwa amependa sana. Na kwa hivyo wakati tunakumbuka yale mambo Yesu alipitia, inatukumbusha ya kwamba lile jambo lilikuwa lifanyike, maana Mungu alikuwa anataka amsaidie mwanadamu. Arejeshe ile relationship ilikuwa baina ya Mungu na mwanadamu. Na ili kila mtu, whether you are a Jew, whether you are a Gentile, irrespective of your tribe, irrespective of your country of origin, yeyote amwaminiaye Yesu awe wa kukombolewa, awe wa kuokolewa. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwa sababu kuna dini nyingi zimetokea, dini za kisasa, ambao wanasema ya kwamba hawamtambui Yesu. Na ni jambo la kutokuwa na busara kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hakuna awezaye kuenda kwa Baba asipopitia kwangu. Hakuna awezaye enda kwa Baba asipopitia kwangu. Kwa hivyo ukiona mtu yote ambaye anaongea mambo ya mbinguni, anaongea mambo ya Mungu, lakini in the picture amemtoa Yesu, huyo yule Mungu anasema sio yule Mungu ambaye tunamsoma katika Biblia. Na kwa hivyo tunafaa tujiulize, haya mambo Yesu alipitia, haya mateso Yesu alipitia, viboko Yesu alipigwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Najua hii video ambayo inatazamwa kote duniani inafikia watu wengi. Kuna wenye ambao wamemkubali Yesu, wamemwamini na pia wameamini kazi ya msalaba. Na kuna wale bado hawajaweza kupokea Yesu. Wewe ambaye umepokea Yesu, ningekuhimiza uendelee katika huo mwenendo. And I also want to encourage you that you continue to spread the gospel to other people. Na wewe ambaye hamjamkubali Yesu, kuna jambo la maana sana haujalijua. Maana maisha yenye tunaishi hapa dunia ni machache sana. Maana hata kama Mungu akikupea miaka 100, hiyo ni miaka kidogo sana. There is life after death. There is life after death. Na maandiko inasema ya kwamba kuna wale ambao wataishi in eternity hell na kuna wale ambao tutaishi na Mungu milele tukimsifu na makerubi na maserafi tukisema kwamba anastahili. Kwa hivyo I just want you mwenye umekuja across this video, it is not by a chance, it is not by mistake, but I believe that you need to reflect na ujiulize what's the purpose. Hii Easter ambayo tunasema inakukumbusha nini? Sio tu kuangalia tu kalenda uone ni holiday, but I want you to think about the persecution that Jesus went through. I want you to think about yale mambo Yesu alipitia pale msalabani because of you, so that you can be saved. Na kwa hivyo ningeomba ya kwamba mahali popote ulipo, wewe haujaokoka, ningeomba ya kwamba nikuombee uokoke, uamini Yesu na uwe wa kukombolewa.
Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimeamini kazi ya msalaba. Nimeamini ile kazi ya kwamba ulikufa na ukafufuka siku ya tatu. Nimeamini nitoe katika kitabu cha mauti, uniandika katika kitabu cha uzima. Nimeamini kazi yako na nimeamini ya kwamba nimeokoka. Amen. Kwa hivyo endelea kutafuta kanisa ambalo linahubiri Biblia na ukweli na roho, na vile vile wewe unasoma Biblia. Mungu akusaidie. Happy Easter. Mungu ambariki sana.